Dunia imejawa na mikasa na mazonge ya kusikitisha, kutisha na yenye kuelimisha. Watu wengi wamekuwa wakipitia matatizo mbalimbali kutokana na dharau pamoja na matendo ya ajabu wanayokuwa wakiyafanya, na mara zote matendo mabaya yanajirudi. Ungana nami kusikiliza mkasa na simulizi hii ya ajabu iliyomkuta mama aliyekuwa akiwanyanyasa masikini na kuonyesha dharau kwenye maisha yake siku zote. Mama huyu aliyeitwa Elika alikuwa ni miongoni mwa wamama maarufu na mashuhuri sana wenye kufanya biashara za duka la jumla pamoja na vinywaji huko jijini Lagos. Lakini matendo yake mabaya yanakuja kumrudia kwa ubaya ule ule. Maana ukiwatenda wenzio wabaya, basi jiandae nawe kupatwa na mabaya ya namna hiyo ama zaidi ya mabaya ambayo uliowafanya wenzi wako. Elika alikuwa ni mwanamke tajiri mwenye kusifika kwa biashara, hodari, mchapakazi, aliyekuwa mwenye duka kubwa sana la jumla jijini Lagos, ambapo alikuwa akiuza vinywaji pamoja na bidhaa mbalimbali za jumla, akisafirisha kwenda kwenye mikoa pamoja na miji mingine mikubwa huko nchini Nigeria. Lakini kasoro yake ilikuwa ni moja tu. Elika alikuwa hawapendi na anawadharau vibaya kupitiliza watu masikini na mafukara, hasa walipokuwa wakija dukani kwake na kutaka msaada. Yeye alikuwa akiwafungia vioo, yaani hataki kabisa kuwasikia wala hataki kuombwa vile katika ambavyo akivichuma. Na mara nyingine alikuwa akiwatimua na kuwaomba walinzi wawafukuze na kuwazuia kabisa masikini hao wanaposogelea duka lake. Na hata walipokuwa wakija kutaka kununua bidhaa, yeye alikuwa anachukizwa kabisa na watu hawa masikini kuja kumwomba msaada kwenye duka lake. Siku moja mama Elika alikuwa akifunga duka lake mida ya usiku wa saa 2. Mama huyo alikuwa akimalizia kufuli la chini la mwisho, huku mfanyakazi wake alikuwa akimsubiri kuondoka naye, sababu alikuwa ana usafiri wa magari mbalimbali na ana walinzi wa kutosha. Wakati anahakikisha kwamba ameshabana kufuli lake, nyuma yake ilisikika sauti ya bibi mkongwe akiwa na babu mkongwe wakimuomba pesa ya kula. Walianza kwa kutoa salamu. "Hujambo mwanetu? Tumekwama. Yaani tangia asubuhi hakuna chochote tulichokiingiza mdomoni." Huku wakiwa wanatetemeka, wakiongea, nyuso zao zikiwa zimejaa huzuni, wakitia huruma kweli kweli. Elika kwa dharau aliwatukana na kuwafokea vibaya mno, lakini mwisho wa siku, kwa kuwa aliona wazee hawa hawakuondoka eneo hilo, walizidi tu kumuomba na kupiga magoti kwa kujidhalilisha, ili tu wapate walau hata pesa ya chakula waweze kujistiri matumbo yao kwa usiku huo, maana usiku ni mrefu. Tangia asubuhi hawakupata chochote cha kukila. Elika akamwagiza mmojawapo ya walinzi wake aingie kwenye gari na kumpatia mkoba wake. Mlinzi alifanya kama vile ambavyo bosi alivyoweza kumwagiza na kutoka na mkoba mkubwa wenye rangi nyekundu kwenye gari hiyo, ukiwa umenona na kujazia pesa tele. Alipofika mfuko huo, Elika aliuchukua na kuufungua, kisha akatoa noti moja na kuwapa wazee hao waende wakajinunulie wanachokitaka. Kisha akawaambia warudi hapo.
Wazee hao walitoka mdogo mdogo wakiwa wanajikongoja mpaka ng'ambo ya barabara. Alipokuwa akitazamana na duka la Elika, kulikuwa kuna mgahawa walipokuwa wakiuza vyakula mbalimbali. Wamama hao pamoja na baadhi ya watu waliokuwa mashuhuri eneo hilo kwa upishi wa vyakula mbalimbali, walipowaona wazee hao waliweza kuwapokea na kuwatilia chakula cha kutosha, kile ambacho hakikulingana hata na pesa walioitoa. Yaani, kwa mfano wewe utoe shilingi 2,000 uhitaji chakula sahani moja, halafu ukapatiwa sahani 4. Hivi ndivyo ambavyo wamama hao mgawa huo waliweza kufanya. Kisha wazee hao hawakukaidi, kwa kuwa Elika aliwaambia anawasubiri pale, wakishanunua hiko chakula warudi. Walifanya kama vile ambavyo tajiri aliweza kuwaagiza, kwa kuwa aliweza kuwakarimu na kuwapatia pesa hiyo, licha ya kuwa aliwagombeza na kuwatukana na kuwafukuza, lakini bado waliona pengine tajiri moyo umejirudi nyuma, kuna zaidi ya kingine anataka kuwapatia. Mdogo mdogo waliweza kufunga safari yao ya kuanza kurudi, wakiwa wanasubiri gari ziishe barabarani wavuke barabara. Kuna lori liliweza kusimama kuwapisha wazee hao wapite. Kwa heshima, wazee mdogo mdogo walimshukuru dereva huyo na wakavuka barabara hiyo mpaka kusogea dukani kwa Elika. Elika yeye alipowaona aliwapandisha na kuwashusha wazee hao. Mama mkongwe machozi alianza kumbubujika kwa dharau ambazo Elika alikuwa akiwaonesha, lakini mzee mkongwe alimwambia, "Mwanangu, tumerudi kama ulivyotuambia." Elika alicheka kwa dharau, kisha akamwangalia na kumwambia, "Haya, kaeni hapo chini mle." Wazee hawa walikubali na kutii amri ya Elika. Walikaa chini wakaanza kukila chakula hiko, ambako ulikuwa ni wali wenye mchuzi ulio na samaki walionona. Kabla hata ya kuanza kupiga matonge, Elika alikipiga chakula hiko, na kilichotokea ni mkasa na maajabu ya kutisha, ambapo hakuna aliyeamini. Hata wafanyakazi wa Elika wote walibaki midomo wazi. Mara tu ya Elika kuweza kupiga teke bakuli hilo la chakula cha wazee hawa, mguu wake ulianza kutoa funza na kuoza muda huo huo, jambo ambalo Elika yeye mwenyewe hakuamini macho yake. Alipiga mayowe, kelele za kutosha, kiasi ambacho walinzi wake wote waliokuwa wakifanya malindo huko nyuma ya maduka yake walikuja na kuanza kushangaa kile ambacho kilitokea. Waliwakamata wazee hawa na kuwafunga pingu, huku wakiwapiga makofi na kuendelea kuwahoji ni nini wamekifanya kwa bosi wao. Lakini wazee hawa cha ajabu walikuwa hawajibu chochote zaidi ya kuonesha tabasamu tu. Elika naye alikuwa akigomba na kuwataka wamrudishie mguu wake kama ulivyo. Ni nini hiki kimetokea? Kwani funza walikuwa wakizidi kuozesha mguu, walikuwa wakidondoka eneo hilo, na harufu mbaya ghafla ikaanza kusikika, kiasi ambacho wafanyakazi walianza kutoa vitambaa na kuanza kuziba pua zao, kwani eneo hilo lilichafuka kwa harufu mbaya iliyokuwa ikitoka mguuni kwa Elika. Elika alikuwa mithili ya mtu aliyekuwa na kichaa. Alichanganyikiwa, kupiga kelele hovyo na kukimbia pasipoeleweka. Lakini mguu wa Elika, kadiri muda ulivyozidi kusonga mbele, ndivyo ulivyozidi kuharibika. Ulikuwa hautamaniki. Elika akaona isiwe tabu, akaona ajishushe kwa wazee hawa na kuwaomba msamaha kwa kile ambacho alichowafanyia. Lakini wazee walikaa kimya kwa muda, kisha wakamjibu, "Dharau si tabia nzuri. Acha tabia zako hizi, tumekuwa tukikutazama kwa siku nyingi sana.
Kisha wazee hawa walimtemea mate na mguu ukapona.